Hey there. Welcome to Deliverance Church Kikambala, the Mountain of God. This is a place where you can truly connect with the power of God and feel His presence in your life. Ujumbe wa Mungu wa leo ambao anataka sote tupate. Kuna watu watatu ambao Mungu ameamuru lazima waheshimiwe. Kuna watu watatu ambaye Mungu mwenyewe ameamuru waheshimiwe. Na hao watu watatu tutapeana kwa nini ni vizuri waheshimiwe, na pia tutajadili ni madhara gani utapata wewe kama Mkristo ama kama mwanadamu usipoheshimu watu wao. Bwana Yesu asifiwe. Ili hapa duniani tuweze kufurahia maisha yetu hapa duniani jinsi Mungu anavyotuagiza. So mtu wa kwanza ambaye Mungu amepeana maagizo ama masharti ama maelekezo lazima waheshimiwe ni mtu yoyote ambaye anaitwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mtu wa kwanza ambaye Mungu mtakatifu, muumba mbingu na nchi, Jehova agizo na wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji si mfanyakazi wa serikali. Mchungaji hajaandikwa kazi na chief. Mchungaji amfanyi kazi mbunge. Mchungaji ameandikwa na Mungu mtakatifu, muumba mbingu na nchi. Jeremia chapter 3 verses 15. Tunaanza kuchambua watu watatu hapa duniani ambao Mungu ameamuru na kinywa chake lazima waheshimiwe kwa sababu ambazo tutaenda kujadili, na wale ambao hawatajitahidi kuheshimu watu hawa watatu kuna madhara fulani pia nitawaeleza ambayo wewe kama Mkristo yatakupata katika maisha yako. Yeremia 3:15 tusomewe kwa jina la Yesu Kristo ili tu dhibitisha kwamba mchungaji ametumwa direct na Mungu kwa ajili ya kazi yake. Aliyepata atusomee kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nitaenda kusoma maandiko nikitumai umefika Yeremia 3:15. Nitaanza kusoma kwa uwezo wa Bwana. Inasema, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakawalisha kwa maarifa na fahamu. Nami nitawapa wachungaji wanipendezao moyo wangu, watawalisha kwa maarifa na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. So tumedhibitisha kwamba mchungaji anatoka kwa Mungu, na kazi ya mchungaji sio kupendeza moyo wa mwanadamu. Kazi ya mchungaji ni kupendeza moyo wa Mungu, na pia kazi ya mchungaji ni kuwalisha nyinyi na ufahamu na taarifa, jinsi tulivyoelezewa na nabii Yeremia. Bwana Yesu asifiwe. So wacha tuangalie taarifa hizo ambazo sisi kama wachungaji inafaa tuwalishe. Bwana Yesu asifiwe. Danieli 2:22. Ni taarifa gani ama ni ufahamu gani ambao Mungu aliyetutuma hapa duniani kumpendeza moyo wake ametuamuru tuwafundishe nyinyi ulio hapa duniani? Kitabu cha Danieli 2:22. Tunataka tujue hekima hii, ufahamu huu, taarifa hizi ambazo mimi kama mchungaji nimepewa mamlaka kuwaletea nyinyi kama watoto wa Mungu. Danieli 2:22 tusomewe kwa jina la Yesu Kristo ili tukitoka hapa uwe na ufahamu wa kutosha ni kitu gani ambacho unatakiwa ukipate kutoka kwa mchungaji wako. Sio kila kitu ambacho kimeamuriwa. Kuna vitu fulani ambavyo ni lazima mimi kama mchungaji niwape kulingana na maagizo ya Mungu mtakatifu. Danieli 2:22. Nitaenda kusoma uwezo wa Bwana, kitabu cha Danieli 2:22. Inasema, yeye hufunua mambo ya fumbo
na ya siri, kuyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Asante. Atakufunulia siri za nuru na siri za giza. Bwana Yesu asifiwe. So kazi ya mchungaji ni kuwafunulia nyinyi siri za ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Na kazi ya siri za nuru ni ili nyinyi mfanikiwe katika maisha yenu, na ili niwafunulie siri za giza ili muepukane na watu wabaya, muepukane na wachawi, muepukane na nguvu za giza, muepukane na watu wenye chuki. Bwana Yesu asifiwe. Manake nisipowafunulia siri za mbinguni ni ngumu sana ufanikiwe, na pia nisipowafunulia siri za shetani, nyote mtanaswa na mitego ya ibilisi, mitego ya wachawi, mitego ya waganga. So lazima niwafunulie siri za mbinguni ili mfanikiwe, alafu pia niwaepushe na wachawi na waganga na mapepo wabaya kupitia siri za giza. Bwana Yesu asifiwe. Na ili mimi niwafunulie siri zenu ama siri za mbinguni, sio kitu ya dakika moja, sio kitu ya sekunde mbili. Kama mimi mchungaji, lazima nitenge karibu masaa 3 kwa siku, kila siku nikae chini nishibe neno kivyangu. Kwa sababu gani? Siwezi washibisha nyinyi kama mimi sijashiba. Lazima nitenge muda usiku na mchana nikishiba neno, nijitibu na maandiko matakatifu, ili Mungu anipe ufunuo ambayo nitawapa nyinyi. Manake ni maandiko, nitawapa wachungaji ambao watawapa ufahamu na taarifa. Taarifa hizi ni gani? Siri za mbinguni na siri za nuru. Bwana Yesu asifiwe. Na pia Mathayo 6:33 inasema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yatafuata. So pia kazi ya mchungaji ni kuwafundisha nyinyi kuhusu ufalme wa Mungu. Na ili mimi nielewe jinsi ufalme wa Mungu unafanya kazi, lazima pia mimi nitenge muda kivyangu, nisome maandiko, kitabu cha kwanza, cha pili, cha tatu, nielewe vizuri, nipate ufunuo ndo niwaambie nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. So kwa ufupi, ili mimi nipate ufunuo kuhusu siri za mbinguni, lazima nitese mwili wangu. Niamke saa 9 usiku, saa 10, saa 11, niombe, nisome neno, nifunge, nielewe maandiko, nipate ufunuo, niandike chini kama notes, nipitie, ni revise, nielewe vizuri, ili nikiwaelezea nyinyi pia mnaelewa. So siwezi washibisha kama mimi sijashiba. Na hiyo kazi ya kujishibisha sio kazi rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakolosai 3:16. Kitabu cha Wakolosai kiliandikwa na Paulo akiwa gerezani, na amesema ya kwamba tujijazeni na neno la Mungu kwa wingi. So ili mimi nije hapa niwafundishe siri za mbinguni na siri za mapepo, lazima nijitahidi kivyangu, nielewe Mungu anasema nini, mpaka nielewe Mungu anasema nini. Ikiwa nikisoma kitabu fulani na nisielewe Mungu anasema nini, siwezi waambia. And it can take like 2, 3, 4 days Mungu anipe ufunuo ni vitu gani ambavyo nitawavia mbele yenu. Bwana Yesu asifiwe. So kwa sababu ya hiyo, Mungu akasema wale watu wote ambao wanajitahidi usiku na mchana kusoma neno na kufundisha watu wengine, lazima wapewe heshima. 1 Timothy chapter 5 verse 17. Kitabu cha kwanza cha Timotheo 5:17. Mtu yeyote anayekesha usiku na mchana apate ufunuo kwa niaba yenu, ili mbarikiwe, ili muelewe. According to the Bible, such people should be given honor and respect. Na hayo maneno si yangu, ni ya Timotheo. 1 Timothy chapter 5 verses 17. Tunataka tu thibitisha kwamba watu kama hao wanastahili heshima. Kama kuna mtu amepata, atusomee kwa jina la Yesu Kristo. Maana sio rahisi kupata ufunuo kutoka kwa Mungu.
sio rahisi. Wazee watawalao vyema hawahesabiwe kustahili heshima mara nyingi. Hata wao wajitaabishao kwa hutubu. Asante. Hasa wao wajitaabishao kwa kuhutubu na kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. So mchungaji ni mtu ambaye amepewa kundi la watu ili awaelekeze, awafundishe kulingana na ule ufunuo ambao Mungu atakupa. Bwana Yesu asifiwe. So ukiona unafundishwa kitu Jumapili, jua kuna mtu mahali amegharamika kwa ajili ya ufunuo huu. Na tumeambiwa 1 Timothy 5:17 wanastahili heshima wanaotaabika usiku na mchana kutayarisha mahubiri kwa ajili ya nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Na Hebrews 13:17 bado tunathibitisha heshima ya mchungaji, alafu baadaye tuthibitishe madhara ya kutoheshimu mtu ambaye amepewa ufunuo wa kuletee juu ya maisha yako, na pia tutaangalia ni faida gani wewe kama Mkristo utapata kwa kuheshimu ufunuo, mafundisho, maandiko yote ambayo unapewa kwa ajili ya kushibishwa. Siwezi shiwashibisha kama mimi sijashiba. Tumeambiwa Colossians 3:16 na mjishibishe na maandiko kwa wingi. Waebrania 13:17 tusomee kwa jina la Yesu Kristo. Watiini waje kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana singewafaa niwe. Asante. Mungu akubariki. Waheshimu na watiini na mnyenyekee kwa wanaowaongoza, manake wanakesha usiku na mchana kuombea roho zenu. Na hao watu ndio siku za mwisho anto tutaenda mbele za Mungu kupeana hesabu zenu. Bwana Yesu asifiwe. So kwa nini Paulo alisema tunakesha usiku na mchana kuombea roho zenu? Neema. Kwa sababu hapa duniani kila kitu ambacho kinakutendekea hapa duniani kinasababishwa na ulimwengu wa kiroho. Hauwezi tenganisha maisha yako hapa duniani na ulimwengu wa kiroho. Hauwezi. So ili wewe ufanikiwe hapa duniani, we as pastors, we have to pray for your spirit. Because anga yako ya kiroho ikiharibiwa, maisha yako yameharibika. So hapa duniani ukiona mambo yako yanaenda vizuri, jua tu anga yako iko salama. Ukiona mambo yako yameharibikiwa, jua tu anga yako imechafuka. So lazima mimi kama mchungaji, Pastor Beatrice, Pastor Mercy, Pastor Aaron aombee roho zenu usiku na mchana ili anga zenu ziwe imara. Anga zenu zikiwa imara hapa duniani pia utakuwa imara. Anga zenu zikiwa dhaifu hapa duniani utachemsha. That is why tunakesha usiku na mchana kuombea roho zenu. Kwa sababu gani? Whatever is happening in the spirit will affect your physical life here on earth. Bwana Yesu asifiwe. 1 Corinthians chapter 9 verses 11. Kitabu cha kwanza cha Wakorintho 9:11. We want to confirm indeed your spiritual life affects your physical life. And that's why we have to pray for your spirit, for your life to be better here on earth. Kamwe hauwezi tenganisha maisha yako ya kiroho na maisha yako ya dunia. Hivi vitu ni kama chanda na pete, kama bibi na bwana, huwezi tenganisha. Whatever is happening in your life physically, even in the spirit is happening. That's why we have to pray for your spirit every day, so that your physical life will be better. Kitabu cha kwanza cha Korintho 9:11. So ole wako unayepuuza vitu vya rohoni. Kwa sisi tunawafanyia ninyi vitu vya rohoni. Je, neno kubwa ukivuna vitu vyenu kwa vya mwilini? Asante. Huyo ni Paulo. Amesema ukipanda vitu vya rohoni utavuna mwilini. Bwana Yesu asifiwe. So ni ngumu sana useme mimi anga yangu ya kiroho tofauti, my life physically is tofauti. Urongo.
ndoa yako, mahusiano yako, biashara yako, afya yako, miradi yako, yote imeunganishwa na anga ya kiroho. Na Paul amesema vizuri, chochote ambacho unapanda rohoni utavuna mwilini. That's why we have to pray for your spirit, ili mwili wako hapa duniani uweze kufurahia. Bwana Yesu asifiwe. Matthew 18:18-19. Pia we are confirming your spiritual realm affects your physical life. Your business is affected with your spiritual life. Mathayo 18 hadi 19. We are still proving you cannot live without your spiritual realm. It is impossible. So ole wako unayepuuza vitu vya rohoni, ukidhania kwamba vitu vya mwilini unaweza kutoboa vitu bila vitu vya rohoni. It is impossible. Matthew 18:18-19. Amini nawaambieni, yote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Asante. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye juu. Asante. Chochote unachokifunga duniani kitafungwa mbinguni, na chochote ambacho nakifungua mbinguni kitafunguliwa duniani. So neema, upende usipende, hauwezi epukana na maisha ya kiroho. It is impossible to live ignoring your spiritual life. That's why kila siku ya maisha yako, ili uweze kufurahia maisha vizuri hapa duniani, jitahidi usiku na mchana, chunga roho yako usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanaoteseka hapa duniani ni ishara kuu ya kwamba anga yao ya kiroho iko dhaifu. Walio imara hapa duniani inamaanisha their spiritual realm is strong. And that is why Paul akasema sisi wachungaji tunakesha usiku na mchana kuombea roho zenu, ili maisha yenu hapa duniani yawe na manufaa. So mtu ambaye amepewa mamlaka ya kuombea anga yako, mtu kama huyo anastahili apewe heshima. Kwa sababu gani? Sio rahisi kupenya katika anga za washirika za kiroho. Sio rahisi. Inahitaji mamlaka ya kiroho. Inahitaji kibali cha hali ya juu ili niweze kupenya katika anga ya neema, nipenye katika anga ya bahati, anga ya Jumaa, anga ya Christian. Na ili niweze kupenya, mimi kivyangu lazima nitese mwili wangu, nifunge usiku na mchana, niwaombee, niamke usiku nisome neno, nipate ufunuo, niwaelezee ili mfunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Ephesians chapter 4 verses 29 imepea manufaa ya mimi kuwapa ufunuo unaofaa, kwa sababu huko nje kuna wachungaji wengi ambao wanapeana mafundisho potofu. So manufaa ya mchungaji kupa ufunuo mzuri ni wa Efeso 4:29. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Neno lolote lililo ovu kutoka vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kutaka, ili liwape neema wanaosikia. Asante. Kumaanisha kila ufunuo ambayo mtawapa mbele yenu lazima ilete neema katika maisha yenu, lazima iwafungue katika maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe. Sio rahisi kuleta neema kwa mioyo ya wanadamu. Katika wakati wa Yesu Kristo, Yesu alikuwa na wakati mgumu kupambana na Wafarisayo. Mioyo migumu, hawasikii, hawaambiliki, wanabishana. Na tumeambiwa Yesu ni mchungaji wa wachungaji. Jesus is the shepherd of all shepherds. So ile changamoto ambayo Yesu alipitia ili apenye katika anga za watu, it is the same challenge we are passing as pastors. Bwana Yesu asifiwe. Na pia hapo Hebrews 13:17 tumeambiwa hao ndio watapeana hesabu za maisha yenu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe.
So wacha tuangalie hizo hesabu ambazo mimi nitapeana, Pastor Billy atapeana, Pastor Mercy, Pastor Aaron, ni gani hizo? Ezekiel chapter 3 verses 18 to 20. Ezekiel 3:18-20, ili mjue ni hesabu gani mimi kama Pastor Evans nitapeana hesabu za Jumaa nikiwa mbinguni. Hesabu za Dan, hesabu za Anto. Ezekiel 3:18-20. Sobe kwa jina la Yesu Kristo. Ukiapa mtu mbaya, hakika utakufa. Wewe usimpe maonyo wala usemi na huyo mtu mbaya ili moyo, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake itaitaka mkononi mwake. Lakini ukimwonya mtu mbaya, wala yeye awachi ubaya wake wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa roho yako. Tena mtu mwenye haki aiachapo haki yake akutenda uovu, nami nikiweka kikwazo mbele yake, atakufa kwa sababu hukumwonya. Atakufa katika uovu wake, wala matendo yake ya haki aliyoyatenda hayatakumbukwa, lakini damu yake itaitaka mkononi mwake. Asante. Kwa ufupi, Ezekiel anasema kwamba ukiona mtu anafanya makosa kama mchungaji na haumwambii, unamwacha aendelee kuteleza, alafu kwa mapenzi ya Mungu mtu huyo aage dunia, the Bible inasema damu ya huyo mtu takuwa juu yangu. If you see someone making a mistake na unamwacha, alafu kwa bahati mbaya afe ndani ya maovu hayo ulioacha, tumeambiwa damu ya huyo mshirika takuwa juu yangu. Lakini akasema nikiona makosa ya mtu alafu nimwambie, alafu aage dunia. No, nione makosa ya mtu nimwambie, alafu mtu huyo asiregebike baada ya kumwambia, alafu kwa mapenzi ya Mungu mtu huyo aage dunia. Nimeambiwa nimeosha mikono, kumaanisha damu yako haiko juu yangu tena. Kwa sababu gani? Niliona makosa nikakwambia, au kuregebika ukaaga dunia. So nikienda mbinguni nitaulizwa, kwa nini Anto alifanya 1 2 3 na ulijua na hukumwambia mpaka akaaga dunia? Huko ndo kutoa hesabu. Kwa nini ulimwacha Jumaa afanye ABCD na ulijua ni mbaya mpaka ile siku akaaga dunia? Nitajibu nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini uliacha Bahati afanye ABCD FG na ulijua ni mbaya mpaka akaaga dunia? Elezea sasa kama mchungaji. Huko ndo kutoa hesabu za maisha yenu. Ulijua Christine amefanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 na ulijua ni vibaya na ulisikia na haukumwita kama mchungaji kumuoa. Angalia sasa ameaga dunia ndani ya uovu. Bwana Yesu asifiwe. So kazi ya mchungaji ni kuona makosa, kurekebisha. Basi ukibadilika kwa raha zako, nishaosha mikono. Usipobadilika pia kwa raha zako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndo kazi ya mchungaji. Titus chapter 3 verse 10. Tito 3:10. Leo hii nikisikia Jumaa amepata brown skin, 1 GB, kiuno, kamwistay, anajua kabisa Jumaa ni single boy na kuna mchizi kwa nyuma. Nisipomwita nimwambie Jumaa nimesikia uko na demu kwa nyumba, je, ni ukweli? Akisema ni ukweli nitamwambia Mungu apende hivyo, alafu nimpe utaratibu wa Biblia. Akibadilika kwa raha zake, akikataa pia kwa raha zake. Nishamwambia, nishaosha mikono. Kwa bahati mbaya aage dunia, damu yake haiko juu yangu. Kwa sababu gani? Nimefuata maandiko. You see a wrong, tell him or her, leave him or her to change. Tito 3:10. Mtu aliye mzushi baada ya kumwonya mara ya kwanza
na mara ya pili ukatae. Asante. Mtu aliye mzushi, mtu aliye mbishi, mtu aliye hamiliki, mwonye mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu mkatae. So nikisikia Juma kuna demu kwa nyumba, come we stay, na ni kweli kuna demu kwa nyumba, nitamuonya mara ya kwanza. Juma, Mungu apende hivyo, nitamuonya mara ya pili. Juma, Mungu apende hivyo, mara ya tatu na muacha. So nikienda mbinguni nikiulizwa mbona Juma alikuwa na demu, ulimwambia acha tuangalie kwa records. Ulimwambia mara ya kwanza alikataa, pili, tatu, uko salama. Lakini Juma alikuwa na demu, ulijua mbona kumwambia? Elezea sasa. Mungu anakutoa hesabu ya maisha yenu mbele za Mungu. So mtu kama huyo Anto ambaye atapeana hesabu zako za maisha mbinguni, anastahili apewe heshima. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ili msipotee, tawaombea usiku na mchana roho zenu, ili maisha yako mwilini uvune mambo ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. So ni manufaa gani ambayo wewe kama mshirika utapata ukikubali kushibishwa na mchungaji wako? Psalms 23 verses 2 to 3. Zaburi 23:2 hadi 3. Kupitia mfano huo, kuna roho fulani ambayo itaingia ndani yako, wale watu wote ambao wanakubali kushibishwa maandiko na mchungaji wao, kuwatii, kuwasikiza, kuelekezwa, kusikia sauti ya mchungaji wao bila kubishana, bila kuvurugana, bila drama kanisani, bila mambo mengi. Unatii, kuheshimu, unakaa chini, unashiba. Tuliambiwa Yesu ni mkate wa uzima, ukimla utashiba mno, na pia Yesu ni maji ya uzima, ukimnywa hautaona kiu tena. So Psalms 23:2-3 imetupa kazi mojawapo ya kazi ya mchungaji. Tusome kwa jina la Yesu Kristo tukiendelea. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Niuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Asante. Kazi ya mchungaji ni kukuelekeza katika majani mabichi ili ushibe. So ukikubali kuelekezwa katika majani mabichi ambao ni mafundisho, ambao ni ufunuo, ambao ni masharti, ambao ni maagizo, maelezo ya mchungaji, utashiba. Na katika kuhalisia mambo, mtu aliyeshiba Juma huwa ametulia. Kondoo aliyeshiba, kwa wale ambao washakwenda malishoni, kondoo aliyeshiba vizuri majani mabichi, amekunywa maji, huwa ametulia. Lakini kondoo asiyekubali kushibishwa huwa hajatulia. So kumaanisha wewe kama Mkristo ukikubali kuelekezwa katika majani mabichi, ushibishwe na mchungaji wako kupitia mafundisho, kupitia maelekezo, masharti na kila aina ya ufunuo ambao utapewa, kuna roho ya utulivu itaingia ndani yako. The spirit of calmness will enter you. And that is why pigia research yako vizuri. Wale washirika wote ambao wanakubali kushibishwa na mchungaji, maisha yao yametulia. Kwa sababu gani? Kondoo aliyeshiba ametulia. So you will introduce the spirit of peace and calmness into your life. Utaruhusu roho ya utulivu iingie ndani yako. Kama ndoa yako itatulia. Kwa sababu gani? Umekubali kushibishwa. Kama ni uchumba wako utatulia, umekubali kushibishwa kama vile kondoo aliyeshiba. Kama ni miradi yako itatulia. Mahusiano yako yatatulia. Why? The spirit of peace will enter only those who accept kupelekwa katika majani mabichi. Na Yesu ndiyo shepherd of shepherd. Kwa Kiswahili ni nini? Mchungaji wa wachungaji. Na ametuambia in John 14:27. Yohana 14:27. We want to prove it is true. When you listen to your pastor, the spirit of peace will enter your life.
ukikubali kushibishwa na mchungaji wako, kila ufunuo Mungu anakupa unakubali, kuna roho ya utulivu itaingia ndani yako na itakupa amani. In all areas of your life will have peace. Kwa sababu gani? Kondoo aliyeshiba huwa asumbui. John 14:27. Amani na wachieni, amani yangu na wapa, wapate mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Fadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Asante. The peace that I give you, the world cannot give. So kumaanisha yale mafundisho ambayo Yesu anawapa atakupa amani, lakini vitu vya dunia havitakupa amani. Na hayo mafundisho utapata wapi? Kanisani, chini ya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha tu thibitisha kwamba asiye kubali kushibishwa na mchungaji wake huwa anahangaika. Matthew 25 verses 41 alafu uruke mpaka 46. Mathayo 25 Mathayo kifungu cha 25 mstari 41 alafu uruke mpaka 46. We want to confirm we will not have peace for those people ambaye hawataki kutulia chini ya mchungaji, waelekezwe, washibishwe, wanyeshwe, wapewe masharti, mwishowe huwa wanahangaika hapa na pale. Matthew 25 verse 41 leo nuruke mpaka 46. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Asante. Kabla nielezee madhara ya kutoshibishwa na mchungaji wako, wacha nimalizie na manufaa ya kusikiza ili tuelewe vizuri haya madhara yanatoka wapi. Hapo Matthew 25 verse 31 mpaka 34, ili tuweze kujua haya madhara yanaingililia wapi haswa, kama kondoo asiyesikia sauti ya mchungaji, asiye ruhusu kuelekezwa katika majani mabichi ili ashibishwe. Matthew 25 hapo verse 31 mpaka 34. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake, malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, Njoni mliobarikiwa na Baba yangu, mrithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Asante. Wataosikia sauti ya mchungaji watawekwa katika mkono wa kiume. Wale ambao watakaidi mchungaji watawekewa katika mkono wa kushoto. Na akasema wale wa kuume atawaambia njooni mmebarikiwa. So kumaanisha anayeruhusu mchungaji amlishe anavuta roho ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anayeruhusu mchungaji amuelekeze, tunaambiwa wataambiwa njooni mliobarikiwa. Alafu mkono kushoto watakwambia enendeni mmelaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So usipokuwa mwangalifu, either utavuta laana ama utavuta baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeambiwa verse 46 akawafukuza, nendeni nyinyi siwatambui. Enendeni huko nje mwangaike, siwatambui. Bwana Yesu asifiwe. So mtu yeyote ambaye Yesu Kristo amemfukuza si mtu mzuri, ni mtu mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi fukuzwa kama wewe ni mzuri, haiwezekani. Lakini Yesu aliwaita kondoo wazuri akawabariki. Wale wabaya akawafukuza, nendeni, hamfai kuitwa watoto wangu.
na kulingana na Isaia 57 mstari wa 20 hadi 21 tumeambiwa watu wabaya kuwa maisha yao yanafanyika vipi. Watu ambao wamefukuzwa na Yesu Kristo kwa sababu wameshindwa kusikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Isaiah 57:20-21 tukimalizia point ya kwanza, twende ya pili, alafu tumalize. Hiyo ya tatu neema itatosha. Bwana Yesu asifiwe. Bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia, na maji yake kutoa tope na takataka. Hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Asante. Hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. So Mkristo yote ambaye haruhusu mchungaji amwelekeze, unavuta roho ya mahangaiko katika maisha yako. Maisha yako hayatatulia, maisha yako yatahangaika katika maisha yako. So ni vizuri kama Wakristo tuwe watu wa kushibishwa, ili tuwe na roho ya utulivu na amani katika maisha yetu. Kwa sababu gani? Nitatoa hesabu zenu mbele za Mungu, na usiku na mchana huwa tutaombea roho zenu ili ufanikiwe. Point ya pili nikimalizia, mtu wa pili ambaye Mungu ameamuru ni lazima waheshimiwe. Mtu wa pili ambaye Mungu ameamuru ni lazima aheshimiwe, mtu ambaye anaitwa mume wako. Kwa wale ambao wameoa, kwa wale ambao wanatazamia kuolewa, miaka 2-3 ijayo, watu wote single hapa ndani watakuwa washaolewa na kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Tupige pilau fresh, tupige biriani, tushibe. So watu wote ambao wanachumbiana, wenda unachumbiana ama ushachumbiwa, ushaingia box, ushaolewa, Mungu mtakatifu, muumba mbingu na nchi, amepeana maagizo. Lazima uheshimu mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla tuelezee manufaa na madhara, wacha tuelezee ili useme huyu ni mume wangu, kuna vitu fulani lazima tuvione katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha 1 Corinthians 14:40 inasema, na kila kitu kifanywe na uzuri na utaratibu. So kuna utaratibu fulani lazima ufate ndio useme huyu ni mume wangu. Ikiwa wewe haujafuata huo utaratibu, basi huyo si mume wako. Unaishi na Al-Shabaab kwa nyumba, unaishi na jangili kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. So kulingana na maandiko inasema mwanamke ataacha wazazi wake aende kuungana na mume wake. Bwana Yesu asifiwe. So kumaanisha wazazi wametajwa katika hicho kifungu. Kumaanisha step ya kwanza, lazima babako na mamako wajue kuwa kuna mchumba fulani unatazamia kuingia katika uchumba. Bwana Yesu asifiwe. Your father and mother must know. Bahati uko na mchizi kwa nyumba. Wasipojua, huyo si bwanako, huyo ni jangili ambaye amevamia maisha yako. That is the first step. Wazazi wako must know, and it is in the Bible. The second step, lazima umshirikishe mchungaji wako. Galatians 6:6. Let's confirm kuwa it is a must you involve your pastor. Tukimalizia, so wazazi wako wakikuruhusu waendelee na mipango according to utaratibu wa maandiko, ni vizuri pia mshirikishe mchungaji wako. Wagalatia 6:6. Ikiwa unaishi na mtu na mchungaji yuko offside, huyo ni jangili. Inafaa apigwe fimbo, arudishwe kwao, afate utaratibu. Galatians 6:6. Mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Mwanafunzi ni mshirika, mkufunzi ni mwalimu ambaye ni pastor.
So lazima umshirikishe mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini ni vizuri mchungaji wako ajue? Ephesians 3:10 imetupa sababu kuu mbona ni lazima umshirikishe mchungaji wako kabla haujaanza kuishi na mtu ambaye unamuita huyu ni mwanangu. So ikiwa wewe haujafuata huu taratibu, haustahili kupewa heshima mpaka ufate taratibu hizi tatu na upewe heshima jinsi Mungu alivyoamuru. Ephesians 3:10. Tukimalizia hiyo point ya tatu, wacha nitaiandika katika ujumbe wa WhatsApp na nyote mtasoma. Mungu akizidi kutubariki. Sasa kwa njia ya kanisa, hekima ya Mungu iliyo na namna nyingi julikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Asante. Kwa njia ya kanisa, hekima na namna nyingi na shughuli zote zijulikane ulimwengu wa kiroho. So ikiwa unaishi na mtu ndiyo mzazi anakubali lakini mchungaji hajui, inamaanisha haujapitia njia ya kanisa na ulimwengu wa kiroho haitambui kama unaishi na mume. Tumeambiwa kwa njia ya kanisa, kwa njia ya kanisa. Wacha shughuli zote, hekima zote za namna nyingi ipate kujulikana katika ulimwengu wa kiroho. That is the second step. Mchungaji akishajua, sasa unaweza kuendelea na mipango. Na ikiwa unaishi na mtu na hujamalizia step ya tatu, according to the Bible, you should not call that person your husband. Kwa sababu gani? Haujafuata utaratibu wa maandiko. Paul alisema kama Mkristo lazima ufuate sheria za nchi. Bwana Yesu asifiwe. Na sheria za nchi, ili serikali iseme kuna bwana, lazima uwe na cheti cha ndoa. So kama unaishi na mtu na hana cheti ya ndoa, inamaanisha step ya tatu umechemsha. Kwa sababu gani? Tumeambiwa tiini sheria za nchi. Na nchi nasema ukikaa na mtu unasema huyu ni bwanangu, lazima uwe na cheti cha ndoa, ili mambo yakiharibika serikali itakutetea. Lakini ikiwa hauna any document at all, ikiharibika shauri yako. Bwana Yesu asifiwe. So your parents must know you are living with someone. Your pastor must know and the government must know through marriage certificate. Huo ndio utaratibu wa kuitwa huyu ni bwanangu. Bwana Yesu asifiwe. So Colossians 3:18 imesema wives respect your husband. So mshaelewa who is a husband? Aliyepitia all these three steps. Ikiwa hujapitia, unaishi na Boko Haramu, lazima tukuchukulie fimbo, tukuharakishe umalize taratibu zote ili uitwe husband according to the spiritual realm, according to the government and according to your father and mother. Colossians 3:18. So mtu aliyepita all these steps must be given respect. Wakolosai 3:18. Wakolosai 3:18 inasema ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Asante. Nyinyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Ephesians 5:22-25. We are still proving kuwa God has commanded all the wives to respect their husbands. Na tumeelezea who is a husband according to the scriptures za maandiko. Wa Efeso 5:22-25. Alafu hapo tuelezee ni madhara gani ambayo kama mwanamke utajiletea usipo watii waume zenu, na ni faida gani utavuta katika maisha yako ukiwatii hawa watu ambao Mungu ameamuru tuwatii. Wa Efeso 5:22-23. Na pile wale ambao wanapanga kuolewa mwaka ujao, next year but one, zingatia haya maandiko. This year. Asante. Ephesians 5:22-25. Waefeso 5:22-25 nasema enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu.
Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokovu wa mwili. Lakini kama vile kanisa ni mtiavyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wamtii waume zao katika kila jambo. Mwisho, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyompenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Amen. Asante. Mungu akubariki. So tunaposema watiini wake zenu, tunamaanisha nini? Tunaposema watiini waume zenu, ili uelewe vizuri, anytime you hear the word respect your husband, kuna wanawake wanne lazima waingie akilini mwako. Watakusaidia wewe uelewe how to respect your husband. Kwa sababu gani? Tuliambiwa experience is the best teacher. Yani must experience all nini? Uzoefu wa kitu ndiyo kina uzito fulani kuliko mtu hajapitia mambo fulani na kueleza. Leo hii siwezi kuambia kuzaa ni uchungu, sijawaiza. Lakini Pastor Beatrice atakwambia ni kunoma, alipiga nduru. So lazima nipitie ndo niseme ni chungu. So hawa wanawake wanne walipitia ndoa. So kupitia wao you will understand respecting your husband ni nini. Na mke wa kwanza ama mwanamke wa kwanza anaitwa Vashti. Vashti alikuwa ni mke wa mfalme Ahasuero. Na Ahasuero alikuwa na tabia moja. Huyo mfalme alikuwa na tabia kupeana maagizo makali na mazito. Na akipeana maagizo, watu wote wa nchi walikuwa wanatii. Kila agizo mfalme alipeana walitii. Lakini mtu mmoja tu alikuwa anapinga kila maagizo ya mfalme, bibi yake akiitwa Vashti. So Vashti alikuwa na tabia moja ya kupinga kila masharti ya bwanake. Fanya A anakataa, fanya B anakataa, fanya C anakataa, mpaka mwishowe akaamuru Vashti aje amchezee mbele ya wageni, bado alikataa. So Vashti alikuwa na one character, kupinga kila maagizo ya bwanake. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa duniani kuna madem magangster, wake majangili, kila masharti ya bwanao wanapinga. Na mwishowe Vashti kuna kitu kilimtokea. Na hicho kitu ndo mojawapo ya madhara ya kupinga masharti ya bwanako. Tunajadili mwisho. Mke wa pili ni Queen Esther. Queen Esther alikuwa bibi wa pili baada ya Vashti kuachwa kwa sababu ya ujangili, akaachwa. Na Queen Esther alikuwa na tabia moja, kila maagizo mume alifuata, yawe makali, mazito, mepesi, machungu, matamu, aliyafuata. Hakuna siku moja Queen Esther alikaidi masharti ya bwanake, hakuna. That is why she is the greatest woman in the world. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa alihisi kuwa masharti ya bwanake yalikuwa ni makali, alitumia lugha tamu ya kumshawishi mfalme abadilishe mawazo. Saa zingine Pastor Mercy, Aaron anazapeana masharti makali, fanya hivi, na unahisi kwamba haiwezekani, usipinge. Kuna lugha ambayo Queen Esther alitumia kumshawishi bwanake japokuwa alikuwa ni mkali. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke wa tatu ni Jezebel. Jezebel alikuwa na tabia moja, she was controlling her husband. Mpaka mwishowe akamcontrol aache kuabudu Mungu wa kweli, akaanza kuabudu sanamu. Mpaka mwishowe akamcontrol aanze kuua manabii wadogo. Na hapo ndipo Elijah akatorokea jangwani. So Jezebel was controlling her husband. Na kuna wanawake hapa, they are controlling their husband. Very dangerous. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke wa mwisho ni Mary, the mother of Jesus.
Mary alikuwa na tabia moja, kila kitu akifanya alikuwa anamhusisha bwanake. Lakini hiyo siku alipopewa habari kuwa uko na mimba, alishtuka akasema, what will Joseph say? What will Joseph say? Kumaanisha amezoea kumhusisha kila kitu kwa jambo lake, lakini hiyo siku kwa ajili ya mimba ilikuja ghafla, ilikuwa ni asiri, akaogopa. What will my husband say? So if you are a wife and you do things secretly, very dangerous. Bwana Yesu asifiwe. So kati ya hawa wanawake wanne, wawili tu the wife material, Queen Esther and Mary the mother of Jesus. Queen Esther alifuata kila sharti ya bwanake, na ikiwa alikuwa ni makali, alitumia lugha ya upole ya kumshawishi mume wake. So let's confirm some of those languages that Queen Esther used that made her the greatest woman in the world. Esther chapter 7 verse 2-4. So respecting your husband simply means following every instructions ambaye anakupa. Respect your husband inamaanisha kumhusisha kila jambo ambalo unafanya, na kudisrespect your husband ni controlling your husband na kupinga kila kitu ambacho anasema. Bwana Yesu asifiwe. So if you don't respect your husband, you bring destruction to your marriage. Kwa sababu gani? Ni Mungu mwenyewe amesema, Muumba mbingu na nchi, Alfa na Omega, Jehova Shama, Jehova Nisi. So unayetazamia kuolewa usifikirie unaingia honeymoon. Ndoa si honeymoon. Ndoa ni uwanja wa vita. Vita ta vikali, malipuzi kila siku, mabomu, marisasi. Siwatishi. Esther chapter 7 verse 2-4. Mfalme akamwambia Esther tena siku ya pili pale pale kwenye karamu ya divai, Malkia Esther, dua yako ni nini? Nawe utapewa, na haja yako ni nini? Hata nusu ya falme itafanyiziwa. Ndipo Malkia Esther alipojibu akasema, mfalme, ikiwa nimepata kibali machoni pako, na mfalme akiona vema nipewe maisha yangu kuwa dua yangu na watu wangu kuwa haja yangu. Maana tumeuzwa mimi na watu wangu ili tuharibiwe na kuuawa na kuangamia, kama tungaliuzwa kuwa watumwa na wajakazi ningalinyamazi. Ila hata hivyo msiba wetu haulinganishwi na hasara ya mfalme. Asante. Ukisoma chapter yote 7, kuna language moja Queen Esther alipenda kutumia. Hiyo ambayo tumesomewa ni mojawapo tu ambao alitumia, lakini if you read the whole chapter 7, alipenda kutumia may I please, may I please. Leo hii Pastor Aaron amesema kesho tunahama, tunaenda Mtwapa, na Pastor Masi unaona Mtwapa ni mbali. Ukisema tu hapana tuendi, usharibu. Utapigwa mbao, upigwa ngoto, ujapo umefura. So ukihisi ya kwamba maagizo ni mabaya, hayakufai kwa huo muda, approach him in a very nice way. Na hii language ya Queen Esther, it is the best language to approach your husband. May I please request something? Bwana Yesu asifiwe. May I please talk to you? Is it possible? If I may allowed, please kindly reconsider your decision. So please na may, please na may, ilikuwa language ya Queen Esther. Every time akienda kwa king, please may I, please may I, please may I, please may I. And every time akisema please may I, ilikubalika. Lakini hapana, hatuami Mtwapa, hiyo fia ni ndefu, ama mwenyewe utapigwa mbao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So katika maisha ya mwanadamu, ukiwa na tabia ya Vashti ya kupinga na Jezebel ya kucontrol bwanako, you will introduce the spirit of divorce in your life. Ukiwa na tabia ya Vashti ya kupinga maagizo ya bwanako, na tabia ya Jezebel ya kucontrol bwanako, you will introduce the spirit of divorce.
That's why Vashti aliachwa kwa sababu ya tabia ya kupinga. Jezebel japokuwa hakuacha, but king alimtenga emotionally. If you read the whole chapter vizuri ya Jezebel, ile fulani the king was avoiding her wife, his wife. Kwa sababu gani? Disrespect. Na mtu akikutenga kihisia, pia kingono sahau. Bwana Yesu asifiwe. Utachapa 6 months, 7 months, 1 year, no sex na mmeoana. Kwa sababu gani? There is something imetrigger disrespect. Bwana Yesu asifiwe. So leo hii watu wengi wanavunja ndoa zao wenyewe kwa sababu ya mikono yao wenyewe. So any wife ambaye ana disrespect bwanake, disrespect introduce a spirit of divorce. Na leo hii nitakupa mfano, na kama ni uongo mniambie. Kila mwanaume akihisi bibi yake amekosa kumtii, kuna sentensi moja kila mwanaume wanasema, if you are a man and every time your wife anakudisrespect, there is one statement that every man husema, na hiyo ni ikiwa huwezi kunitii, pack your things and go. That is the first statement. Sio unaona kuna boys car, enda kwa lazima ukae, beba bagi, nguo, kwenda kwenda uchoni. Kwa sababu gani? Disrespect introduces separation. Kama unisikiza, pack your things and go. That is the first statement that a man will say usipomtii. And when you pack and go, hapo ndo divorce pole inaanza. Na swali ni, wanawake wenye tabia ya Queen Esther na Mary the mother of Jesus, you introduce the spirit of love into your husband. That's why the last verse imesema na wanaume wapendeni. Haikuanza na wapendeni, maana kwanza watiini. After mwatiini, there is a spirit of love that will enter Pastor Aaron to continue loving you. So Paul was very clever. Hakuanza na wapendeni then watiini, hapana, watiini kwanza then hao watawapenda. Bwana Yesu asifiwe. So usipofuata utaratibu wa Mungu, mtoto wa Mungu, maisha yako yataishia pabaya. Na ndio maana kila kitu Ahasuero alipeana kwa Queen Esther alifuata, na ndio maana leo hii kila nchi hapa duniani, if you mention the word a good wife, Queen Esther comes in your mind because of the language. May I please allow me? May I please don't do this? May I please? May I please? May I please? Forever and ever. Bwana Yesu asifiwe. So ni ombi langu siku ya